Tumsifu Yesu Kristo. Tunaendelea na sherehe ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambapo wanakwaya kutoka Chuo Kikuu cha Katoliki Mwenge, kwaya Mtakatifu Yosefu mume wa Bikira Maria, tumekuja sehemu hii nzuri kama unavyoona mpenzi mtazamaji. Tumekuja kumshuhudia huyu Kristo aliyefufuka kupitia kuimba. Sasa kabla tujafanya chochote, kwanza tupate kuongea na mwenyekiti wa kwaya aweze kutuambia mambo machache. Tumsifu Yesu Kristo. Unaitwa nani kaka? Majina naitwa Odilo. Wewe ni nani kwenye hii kwaya? Kwenye hii kwaya ni mwenyekiti wa kwaya. Umejifunza nini tokea umeanza uongozi mpaka hapa? Umejifunza nini? Nimejifunza mambo mengi kupitia hii kwaya. Kwanza, unaweza ukawa Mkristo kamili, yani utajifunza mambo mengi chuoni, lakini pia kanisani unaweza kujifunza kupitia nyimbo. Hii kwaya ni kwaya kubwa sana. Kwa jumla tuna wanakwaya 86 ambao wako hai, lakini idadi yetu kamili kuanzia mwaka wa kwanza hadi mwaka wa 3 na wanakwaya 120. Sasa umejifunza nini kupitia hiyo idadi kubwa, na ulivyowaongoza umejifunza kitu gani kutoka kwao? Ili ukienda huko, ukitoka hapa mazingira hapa chuoni, kupitia uongozi wa hii kwaya umejifunza nini? Nimejifunza mengi, nakutana na changamoto kupitia idadi ya wanakwaya wengi. Pia ni kwaya vijana. Kwa vijana kila mtu ana wazo. Kwa hiyo napata changamoto na ninatafuta namna ya kutatua changamoto hizo. Mungu ananisaidia na tunapambana. Bila shaka umejifunza namna ya kutatua changamoto. Hongera sana kwaya, mwenyekiti wa kwaya. Na uongozi umefanya kwa muda gani? Muda gani umefanya uongozi? Mimi kwenye hii kwaya sikose mkao. Kwanza kabisa nimeanza kwaya nikiwa mwaka wa pili. Semester ya kwanza mwezi wa 12. Sikukaa wiki zaidi ya 3 nikawa kiongozi wa nizamu. Tukasogea mbele tukafika mwezi wa 4, mwezi wa 5 tukafanya uchaguzi, basi nikawa mwenyekiti wa kwaya kuanzia mwezi wa 5 mpaka sasa mwezi wa 4. Basi hongera sana kaka, hongera sana. Basi mpendwa mtazamaji, tupate tena machache. Huyu aliyetoka alikuwa ni mwenyekiti wa kwaya ya Mtakatifu Yosefu mume wa Bikira Maria kutoka Chuo Kikuu cha Katoliki Mwenge. Sasa tuende tukapate kuzungumza na katibu wa kwaya hii ya Mtakatifu Yosefu mume wa Bikira Maria. Tumsifu Yesu Kristo kaka. Unaendeleaje? Heri ya Pasaka. Wewe kama katibu wa kwaya umejifunza nini? Mimi kama katibu wa kwaya, kwanza nimejifunza namna ya kuongoza watu, lakini pia kingine namna ya kukabiliana na changamoto mbalimbali kwenye kikundi ambacho nakiongoza, hasa kikundi cha wanakwaya vijana kama hao. Najua kwa vijana kwa changamoto nyingi, hivyo kupitia hizo changamoto tunapata namna ya kusolve hayo matatizo na kufikia mwafaka. Okay, kwaya yako wewe kama katibu, maana wewe ndio unaye dokumenti vitu, taarifa zote wewe unazijua. Kwaya yako ina kwaya wangapi? Mpaka sasa hivi idadi ni wanafika 100, lakini unavyojua katika kikundi kuna walio hai na ambao sio hai. Kuna mwingine atakuja leo, mwingine ataacha kesho, atakuja ataongezeka. Mpaka sasa hivi tuna wanakwaya 88 ambao wanahudhuria tulisti mazoezi ya kila siku, ndio ambao tunaweza tukasema wanakwaya hai. Wewe ndani ya moyo wako umeshuhudia nini kupitia hii kwaya na hii sherehe ya Pasaka? Umeshuhudia nini? Binafsi kupitia kipindi cha mateso mpaka sasa hivi kutoka ya Pasaka tumejifunza mambo mengi, hasa tukianzia kipindi cha Kwaresima. Tumejifunza namna ya kusamehe watu, kufanya matendo ya huruma, kuwasaidia ambao hawana mahitaji mbalimbali kimwili na kiroho. Lakini pia kupitia kipindi cha Pasaka hichi tunaanza kuwa na furaha kwa ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tuendelee kumwamini
tunaamini uwepo wake maishani mwetu pia aendelee kuwa na sisi. Basi hongera sana kaka. Umejifunza mengi na mimi nimejifunza kitu kutoka kwako. Asante sana. Basi mpendwa mtazamaji, twende tusikilize wimbo mmoja kutoka kwaya hii ya Mtakatifu Yosefu Mama Bikira Maria kutoka Chuo Kikuu cha Katoliki Mwenge. Karibuni. Tunasinzia fofo fo, kunapokuwa tunaamka tuko salama, tunaendelea na shughuli za siku nzima, pengine tunasahau yupo anayetulinda, na hawezi kuwa mwanadamu, hakika ni Mungu. Mafanikio yanaweza kutupa kiburi, pengine tunasahau yupo anayetulinda. Hatujua kila hatua hatalala, milele yu macho na hawezi kuwa mwanadamu, hakika ni Mungu. Tunasinzia fofo fo, kunapokucha tunaamka tuko salama, tunaendelea na shughuli za siku nzima, pengine tunasahau yupo anayetulinda, na hawezi kuwa mwanadamu, hakika ni Mungu. Maombi yetu yasipojibiwa kwa wakati, pengine tunasahau yupo anayetulinda. Hatujua kila hatua hatalala, milele yu macho na hawezi kuwa mwanadamu, hakika ni Mungu. Tunasinzia fofo fo, kunapokucha tunaamka tuko salama, tunaendelea na shughuli za siku nzima, pengine tunasahau yupo anayetulinda, na hawezi kuwa mwanadamu, hakika ni Mungu. Changamoto zinaweza kututenga na Mungu, pengine tunasahau yupo anayetulinda. Hatujua kila hatua hatalala, milele yu macho na hawezi kuwa mwanadamu, hakika ni Mungu. Tunasinzia fofo fo, kunapokucha tunaamka tuko salama, tunaendelea na shughuli za siku nzima, pengine tunasahau yupo anayetulinda, na hawezi kuwa mwanadamu, hakika ni Mungu. Naam, mpendwa mtazamaji, katika wimbo ambao umekwisha kusikia wamewimba hivi punde kwaya ya Mtakatifu Yosefu Mama Bikira Maria, ni wimbo unaoitwa Hakika ni Mungu. Sasa twende tupate maelezo zaidi kutoka kwa mwalimu wa kwaya hii kuhusiana na huu wimbo. Karibu mwalimu. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Nani? Kwa majina anaitwa Eriki Musa Danieli, ni mwalimu mkuu kiongozi wa kwaya ya Mtakatifu Yosefu Mama Bikira Maria, Chuo Kikuu cha Katoliki Mwenge. Ndio. Na karibu utupe maelezo ufafanuzi huu wimbo, kwa nini umeitwa Hakika ni Mungu? Utatuambia mtunzi ni nani? Unafikiri mtunzi alifikiria nini mpaka akatunga huu wimbo unaitwa Hakika ni Mungu? Karibu mwalimu. Asante. Kwanza kabisa jina lenyewe la wimbo linasadifu kwamba hakika ni Mungu. Hiyo ndo title ya wimbo. Katika maisha ya mwanadamu tunapitia mambo mengi, changamoto na nini, lakini Mungu ndio mtu pekee ambaye anakuwa sehemu yetu ya msaada katika changamoto hizo. Ukisikiliza wimbo huu, naweza nikasema mtunzi alikuwa katika tafakari nzito sana, kwa sababu ukiangalia kwenye wimbo, ukiangalia mabeti yake, beti la mwisho kabisa anasema
changamoto zinaweza kututenga na Mungu. Changamoto zinaweza kututenga na Mungu na pengine tukasahau kwamba Mungu yupo, lakini yeye tujua kwa kila hatua na hawezi. Kwa kuwa mmekuwa chumvi ya ulimwengu, nendeni mkaikoleze dunia. Tena mmekuwa nuru ya ulimwengu, nendeni mkaiangaze dunia. Mkasimame mahali palipo juu, nuru yenu iangazie watu. Waone matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu wa mbinguni. Mkasimame mahali palipo juu, nuru yenu iangazie watu. Waone matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu wa mbinguni. Furahini na kushangilia, kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni. Kwa maana ndivyo walivyoudhi manabii waliokuwa kabla yenu. Mkasimame mahali palipo juu, nuru yenu iangazie watu. Waone matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu wa mbinguni. Mkasimame mahali palipo juu, nuru yenu iangazie watu. Waone matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu wa mbinguni. Wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi. Kwa kufanya hivyo mpate thawabu kwa Baba yenu aliye mbinguni. Mkasimame mahali palipo juu, nuru yenu iangazie watu. Waone matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu wa mbinguni. Mkasimame mahali palipo juu, nuru yenu iangazie watu. Waone matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu wa mbinguni. Oh, oh, na sisi twende Galilaya. Oh, oh, kwa Yesu mfufuka, haya twende shangwe. Tazama kote zinalindima. Oh, oh, haleluya twimbe. Haleluya, haleluya, haleluya twimbe. Haleluya, haleluya, haleluya. Kafufuka Bwana, haleluya. Twende ametangulia Galilaya. Haleluya, haleluya. Vigelegele, vigelegele, tushangilie. Vigelegele, tumpigie mfufuka. Vigelegele, vigelegele, tushangilie. Vigelegele, tumpigie mfufuka. Haleluya, tumekombolewa. Vigelegele na makofi tumpigie. Haleluya, wa, wa, wa. Haleluya, tumekombolewa. Vigelegele na makofi tumpigie. Haleluya. Siku ya juma, asubuhi na mapema, wanawake walikwe
wakakuta lile jiwe limeondolewa kaburini. Haleluya, tushangilie kwa maua. Vigelegele, vigelegele, tushangilie. Vigelegele, haya tumpigie mfufuka. Vigelegele, vigelegele, tushangilie. Vigelegele, haya tumpigie mfufuka. Haleluya, tumekombolewa. Vigelegele na makofi tumpigie. Haleluya, wam wam wam. Haleluya, tumekombolewa. Vigelegele na makofi tumpigie. Haleluya. Ni mshangao mkubwa kwa Mayahudi wote, kwa kuwa hawakujua jambo hili. Sisi tuliona tumaini, tulijua hili litatokea. Haleluya, tushangilie kwa makofi. Wa wa wa. Vigelegele, vigelegele, tushangilie. Vigelegele, haya tumpigie mfufuka. Vigelegele, vigelegele, tushangilie. Vigelegele, haya tumpigie mfufuka. Haleluya, tumekombolewa. Vigelegele na makofi tumpigie. Haleluya, wa wa wa. Haleluya, tumekombolewa. Vigelegele na makofi tumpigie. Haleluya. Imbeni sote tukiandamana, tukiandamana kwenda Galilaya. Vinanda vichezwe, ngoma nazo zipigwe, huku tukinesa nesa kwa maringo. Na twendeni Galilaya, na twendeni Galilaya, na twendeni Galilaya, Bwana leo kafufuka. Na twendeni Galilaya, na twendeni Galilaya, na twendeni Galilaya, Bwana leo kafufuka. Asubuhi mapema Bwana Yesu leo amefufuka, ameyashinda mauti leo. Haleluya. Tuimbeni sote tukiandamana, tukiandamana kwenda Galilaya. Vinanda vichezwe, ngoma nazo zipigwe, huku tukinesa nesa kwa maringo. Na twendeni Galilaya, na twendeni Galilaya, na twendeni Galilaya, Bwana leo kafufuka. Na twendeni Galilaya, na twendeni Galilaya, na twendeni Galilaya, Bwana leo kafufuka. Asubuhi mapema Mungu yote ameivunja, ameyashinda mauti leo. Haleluya. Tuimbeni sote tukiandamana, tukiandamana kwenda Galilaya. Vinanda vichezwe, ngoma nazo zipigwe, tukinesa nesa kwa maringo. Na twendeni Galilaya, na twendeni Galilaya, na twendeni Galilaya, Bwana kafufuka. Na twendeni Galilaya, na twendeni Galilaya, na twendeni Galilaya, Bwana kafufuka. Asubuhi mapema ukombozi wetu umetimia, ameyashinda mauti leo. Haleluya. Tuimbeni
Tuimbeni sote tukiandamana kwenda Galilaya. Vinanda vichezwe, ngoma nazo zipigwe, tukinesa kwa maringo. Natwendeni Galilaya, natwendeni sasa Galilaya, natwendeni Galilaya, Bwana leo kafufuka. Natwendeni Galilaya, natwendeni sasa Galilaya, natwendeni Galilaya, Bwana leo kafufuka. Asubuhi mapema Bwana Yesu leo amefufuka, ameyashinda mauti leo, haleluya. Tuimbeni sote tukiandamana kwenda Galilaya. Vinanda vichezwe, ngoma nazo zipigwe, tukinesa kwa maringo. Natwendeni Galilaya, natwendeni sasa Galilaya, natwendeni Galilaya, Bwana leo kafufuka. Natwendeni Galilaya, natwendeni sasa Galilaya, natwendeni Galilaya, Bwana leo kafufuka. Asubuhi mapema minyololo yote ameivunja, ameyashinda mauti leo, haleluya. Tuimbeni sote tukiandamana kwenda Galilaya. Vinanda vichezwe, ngoma nazo zipigwe, tukinesa kwa maringo. Natwendeni Galilaya, natwendeni sasa Galilaya, natwendeni Galilaya, Bwana leo kafufuka. Natwendeni Galilaya, natwendeni sasa Galilaya, natwendeni Galilaya, Bwana leo kafufuka. Asubuhi mapema ukombozi wetu umetimia, ameyashinda mauti leo, haleluya. Tuimbeni sote tukiandamana kwenda Galilaya. Vinanda vichezwe, ngoma nazo zipigwe, tukinesa kwa maringo. Natwendeni Galilaya, natwendeni sasa Galilaya, natwendeni Galilaya, Bwana leo kafufuka. Natwendeni Galilaya, natwendeni sasa Galilaya, natwendeni Galilaya, Bwana leo kafufuka. Asubuhi mapema Bwana Yesu leo amefufuka, ameshinda mauti leo, haleluya. Tuimbeni sote tukiandamana kwenda Galilaya. Vinanda vichezwe, ngoma nazo zipigwe, tukinesa kwa maringo. Natwendeni Galilaya, natwendeni sasa Galilaya, natwendeni Galilaya, Bwana kafufuka. Natwendeni Galilaya, natwendeni sasa Galilaya, natwendeni Galilaya, Bwana kafufuka. Asubuhi mapema minyororo yote ameivunja, ameshinda mauti leo, haleluya. Tuimbe
Twendeni sote tukiandamana kwenda Galilaya. Vinanda vichezwe, ngoma nazo zipigwe, tukinesa nesa kwa maringo. Na twendeni Galilaya, na twendeni sasa Galilaya, na twendeni Galilaya, Bwana leo kafufuka. Na twendeni Galilaya, na twendeni sasa Galilaya, na twendeni Galilaya, Bwana kafufuka. Tumsifu Yesu Kristo. Dada Milele amina. Dada, unaitwa nani? naitwa Jacqueline Benjamin Nyanza. Mimi ni mwanakwaya, naimba sauti ya pili. Hongera sana. Asante. Katika siku hii ya leo umejifunza nini? Yaani kitu gani kimekufurahisha? Kitu cha kwanza ambacho kimenifurahisha sana ni kwa jinsi tulivyotoka wote. Nimejisikia amani. Maana toka nifike Mwenge St. Joseph hatujawahi toka kabisa. Kwa hiyo nimefurahi, nimeenjoy sana, na Pasaka hii nimeiona ni njema zaidi. Hongera sana. Asante. Asante sana. Asante. Utume mwema wa uimbaji. Asante na kwako pia dada. Asante. Tumsifu Yesu Kristo. Dada Dada, kwema, unaendeleaje? endelea vizuri, sijui wewe. Kitu gani kimekufurahisha siku hii ya leo? Siku hii ya leo umeionaje kwa upande wako? Siku hii ya leo, kwanza namshukuru Mungu kwa ajili ya afya njema ambayo ametujalia, lakini kwa namna ya pekee kabisa sisi wanakwaya, Mungu ametuwezesha au ametujalia neema ya kwenda out tunasema picnic. Kwa binafsi nimefurahi sana, tumekaa pamoja, yani tumerefresh. Unajua kama hizo alivyosema, tazama ilivyo vema ndugu akae pamoja. Kwa hiyo na mimi nimefurahi sana tulivyokaa pamoja hivi, tumeshare mawazo, tumefurahi, tumeenjoy. Hongera sana dada. Asante dada. Aya, asante. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Dada, unaitwa nani? naitwa William Joseph Murata. Ni mwanakwaya. Ni mwanakwaya, ndio. Unaimba sauti ya ngapi? Naimba sauti ya 3. Hongera sana. Siku hii ya leo kwaya imetoka out au tumefanya picnic. Ndio. Sasa wewe kwa upande wako hii picnic imekaaje? Picnic hii ni sehemu ya furaha, kuendeleza furaha ambayo tumeanza siku ya Jumapili kutukuza ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ndio. Kwa hiyo kama kwaya tumeona tusherehekee pamoja, angalau katika furaha ile tule pamoja, tunywe pamoja, tucheze pamoja katika eneo ambalo ni kidogo ni ya standard. Kwa maana tumekuja hapa. Bila shaka umeenjoy. Ndio, nimeenjoy sana. Hongera sana. Asante sana. Hai. Tumsifu Yesu Kristo. Kaka, Amina. Dada, unaitwa nani? kwa majina naitwa Peter Magafu Juma. Okay. Kaka Peter, unaimba sauti ya ngapi? Mimi naimba sauti ya 3. Hongera sana. Asante sana. Leo kwaya imetoka out na tumekuja hapa, tumefurahi, umeenjoy na uhakika umeenjoy kweli kweli. Sasa kabla ya kufika hapa, mwenyekiti kwa kushirikiana na uongozi wa kwaya walivyolileta kwa wanakwaya, wewe binafsi ulilipokeaje? Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu baada ya swala hili kutangazwa kwa wanakwaya. Kwa kweli nilijisikia furaha sana ndani ya moyo wangu, kwa sababu kwanza ni kitu cha kwanza kutokea katika maisha yangu. Unaona, kwa walivyotangaza kwa swala la picnic, kusema ukweli moyo wangu ulifarijika. Maana tunapokuja picnic huku tunashirikiana kwa vitu mbalimbali, tunatoa stress, msongo wa mawazo na vitu vingine kaza wa kaza. Kwa hiyo kwa kufanya hivi mimi najua tunajifunza vitu vingi, tunashirikiana kwa vitu vingi tofauti na tutapokuwa tunabaki kule majumbani, magetoni, tofauti kabisa. Kwa tunapokuja hapa tunajifunza vitu vingine kadhalika ambavyo vinatujenga sisi kiimani, vinatufunza hata kutalii na kujifunza mazingira tofauti tofauti kuliko kule tulipokuwa tunakaa tu bila kutoka hapo. Hongera sana. Asante. Na unapendekeza nini kwa uongozi wa kwaya utakaoendelea kuhusiana na swala hili la picnic? Mapendekezo yangu kwa uongozi wa kwaya utakao kuja, kwanza napendekeza swala kama hili liwe continuously, yani liwe endelevu. Unaona,
Na kingine nilikuwa napendekeza kama ingependeza zaidi wangebuni hata kitu kingine tofauti na picnic kitakachowafanya wanakwaya kuwa pamoja na wawe na furaha muda wote na wawe na ile hamu ya kumtumikia Mwenyezi Mungu katika njia ya kuimba kwaya. Sio, hongera sana kaka. Asante sana dada yangu na kutakia kazi njema. Asante sana. Na sasa tunaenda kuzungumza na mmoja kati ya walimu wa kwaya hii. Na mwalimu, tumsifu Yesu Kristo. Amina Kristo. Tumaini letu. Unaitwa nani mwalimu kwa majina? Kwa jina mimi naitwa Mwalimu Leonardi Master. Niko mwaka wa pili nasoma masomo ya kemia na biolojia. Unaweza ukatuambia ni historia yako ya kujua huo mziki, yani ulianzaje mpaka ukajua kufundisha, ukajua hii sauti ya kwanza inatakiwa aimbe hivi, ya pili, ya tatu. Tunaomba utuelekeze, yani ulijuaje, yani ilikuwaje? Asante. Kwanza nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata nafasi hii na kuweza kuzungumzia historia yangu ya kimuziki. Mimi kiufupi nilianza kuimba kwaya nikawa kama mwanakwaya wa kawaida, lakini kadiri tulivyokuwa tunaimba pale, basi nilikuwa nafurahishwa na jinsi mwalimu wangu alipokuwa anafundisha. Basi na mimi nikawa natamani kujifunza. Sasa baada ya hapo ikabidi nimpate mwalimu wangu, nikamwambia, mwalimu, vipi mimi siwezi nikaimba? Yule mwalimu hata aliko namwombea aendelee na utume na Mungu ambariki, kwa sababu yeye ndo aliyenifanya mimi nikawiwa kujifunza, kwa sababu yeye ndo alikuwa na nafasi ya kuniambia huwezi au unaweza. Basi nilianza kujifunza, na hisi ilikuwa mwaka 2023 nilianza kujifunza muziki rasmi kutoka kwa mwalimu wangu anaitwa mwalimu wa jina Mwalimu Leonardi Tete. Yule ndio mwalimu ambaye alinikuza kimuziki. Basi hivyo japo nilivyojifunza sikuweka na lengo la kusema nitakuwa nafundisha. Mimi nitaka kujifunza tu nibaki, yani nazijua tu zile nota, nile naziimba tu, lakini mwalimu akanishawishi pale, akaniambia ili uweze kujua zaidi inabidi uwe unafanya nini, najaribu kufundisha. Basi kadiri ninavyo kufundisha hivyo mpaka leo, namshukuru Mungu na mimi ninaweza kusimama na kusovu nota mbele ya wanakwaya na nikafundisha kwa usahihi. Hongera sana. Asante sana. Na kwenye hii kwaya umefundisha kwa muda gani? Umeanza kufundisha lini au umefundisha kwa muda gani? Asante. Kwa kwaya hii ya Mtakatifu Yosefu Mume wa Bikira Maria nina almost huu mwaka ni wa pili nafundisha. Nafundisha kwa sasa ni huu mwaka ni wa pili. Tangu nifike, kwa sababu nilianza kufundisha nilipoingia mwaka wa kwanza katika chuo cha nilikaa kidogo, nikaonwa na wenzangu naweza kusimama mbele ya wanakwaya nikafundisha. Basi ndipo nilipoanza rasmi kufundisha na mimi. Hongera sana. Na tangu umeanza kufundisha kwenye hii kwaya, ni changamoto gani unazozipitia angali wewe ni mwanachuo, na yani ni changamoto gani ambazo unakumbana nazo kufundisha na masomo ya darasani, ratiba zako nini, yani changamoto gani unapitia kwenye hizo? Hapo kwenye changamoto ni nyingi ambazo tunazipitia. Kama unavyojua sisi ni wanafunzi, kwa hiyo vipindi vinaendelea darasani kama kawaida. Kwa hiyo changamoto ya kwanza, kama mwalimu huwa inafikia muda tunawajibika kuacha baadhi ya vipindi kwa ajili ya kwenda kufundisha. Kama unavyojua ni kutoka moyoni, kwa hiyo yani hauwezi kuruhusu wanakwaya wakae bila kuimba alafu upo. Kwa hiyo kitu kinachobaki hapo ni wewe kutafuta muda mwingine wa kwenda kusoma kile ambacho wenzako wamejifunza darasani. Lakini pia changamoto nyingine kama ambavyo nimekuelezea, kikubwa ni muda, kwa sababu
kama unavyojua wanakwaya wetu ni wanafunzi kama sisi, lakini pia wao kama wao wana vipindi, sio kwamba vinatofautiana kwamba huyu atamaliza kipindi muda fulani na huyu atamaliza muda fulani. Lakini sasa unakuta huyu anamaliza kwa muda wake na huyu anamaliza kwa muda wake. Huyu kipindi chake kinaanza muda fulani na muda fulani kipindi kinaanza. Kwenye kwaya yetu kama inavyojulikana tuna siku 3 za mazoezi, ambapo ni Jumanne, Ijumaa pamoja na Jumamosi. Sasa ndani ya hizi siku za mazoezi inakuta umemfundisha mwanakwaya siku ya Jumanne. Huyo ni mwanakwaya ambaye hakuwa na kipindi muda huo. Lakini kuna mwanakwaya ambaye yuko kwenye kipindi muda huo unaofundisha. Ukija Ijumaa, yule ambaye alikuwepo siku ya Jumanne hayupo, kaenda na yeye kwenye kipindi. Kwa hiyo aliyekuja ni mgeni, sio yule uliyekutana naye mara ya kwanza. Sio, unaona hapo? Kwa hiyo unalazimika kuanza kufundisha upya tena. Unaona? Kutokana na hapo, yani tunajikuta tunatumia muda mwingi kujifunza, kwa sababu hauwezi ukatembea kusogeza ratiba mbele ya nyimbo wakati kuna watu nyuma hawafahamu. Kwa hiyo kulingana na changamoto hiyo, mara nyingi hiyo siku ya Jumamosi sasa, ambayo ndo watu tunakuwa tuna vipindi, huwa tunaitumia kama kupitisha yule ambaye hakuwepo Jumanne na yule ambaye hakuwepo Ijumaa kaja leo ya Jumamosi. Kwa hapo ndo inatuwiwa walimu sasa tufundishe, tunasema kwa umoja sasa, au kwa pamoja kupitia ratiba nzima kwa ajili ya kuhakikisha tunafanya vizuri siku ya Dominika. Au ningependa kuwashauri wajifunze muziki au waingie kwenye darasa la muziki, kwa sababu ndani ya kwaya yetu tuna siku za mazoezi ya kujifunza muziki peke yake. Yaani unajifunza muziki, mwisho wa siku una improve, tunakutangaza kuwa mwalimu. Kwa hiyo ningefurahi kama wanakwaya wengi wangejifunza, ikiwezekana wote. Yani muda kadiri ya muda, mazoezi huwa ni saa 7, ambapo saa 7 huwa kuna kipindi chochote ambacho huwa kinaendelea. Kwa hiyo walimu huwa tuko free pale kwa ajili ya kuhakikisha tunajifunza darasa zima la muziki ukoje, nini ufanye mpaka kuja kuitwa mwalimu. Je, masomo yanaweza kuwa ni kikwazo katika utume huu wa uimbaji? Hapana. Masomo hayawezi yakawa kikwazo katika utume wa uimbaji, kwa sababu kama unavyoona ukifuatilia wanakwaya wengi ambao tupo hapa, sio kwamba tuna masomo mepesi sana, sio kwamba tuna masomo magumu sana, lakini ukiamua utayari wa mtu, ukiamua kutoka moyoni, kila kitu kinakuwa sawa. Na siku zote tunasema kuimba tunasali mara 2 tukiwa kanisani, lakini pia papo hapo katika kuimba huwa tunasema tunawekeza muda mwingi kwa Mungu, ambao huo muda tunafanya kama ni deni kwa Mungu ambalo tunaamini anatulipia. Ingelikuwa ni kikwazo, hata mimi sidhani kama ningekuwa naimba, kwa sababu mwenyewe masomo yangu kama ambavyo nimekuambia ni kemia na biolojia. Kidogo kwa mtu ukimuelezea alafu ukajumlisha na kwaya pale, lazima kwa notion ya mtu mwingine lazima afikirie hivi, jamani mzima kweli? Lakini mbali na hivyo, sio kwamba matokeo yangu ni mabaya darasani. Namshukuru Mungu, pamoja na kuwa natumia muda mwingi kwenye kwaya, lakini bado performance yangu haiko vibaya, iko vizuri. Kwa yule ambaye anawaza kwamba mimi nikienda kwenye kwaya labda nitafeli, mimi nimtoe wasiwasi, mtoe hofu. Ukija kwenye kwaya hauwezi ukafeli, kwa sababu naweza nikatoka darasani nimepata stress mingi, labda nilikuwa sielewi lecture, lakini nikifika kwenye kwaya nafungua ubongo, akili inatulia, nikirudi nyumbani ndani ya dakika chache naweza kukava kitu kikubwa zaidi. Kwa sababu ukija kwenye kwaya unaongeza na tunasema unaongeza ile nafasi kwa ajili ya kupokea kitu kingine, kwa sababu tunasema ubongo unahitaji resting, ukipumzika. Sasa ukiutumia huo muda wako kupumzika kwenda kwenye kwaya,
usiende kwenye mambo mengine, kwa hiyo unajiepuka na vitu mbalimbali huko nje na jamii, usije kaonekana mtu labda tuseme mtu ambaye sijajua ni jumuiya gani hapa, lakini nishie tu hapo, kwa sababu naweza nikasema vitu vingine vikaonekana kama vile Basi asante sana mwalimu. Asante sana. Asante. Na huyu alikuwa ni mwalimu wa kwaya. Mpaka sasa tumefikia tamati, na ulikuwa na mimi Monica Oswin Kazonde. Bye bye.